Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nanyi. Ni mimi Muallim Motomoto, mganga wa tiba asili Tanzania. Napatikana Kigamboni, Dar es Salaam. Leo nimekuja tena kwenu na mti huu wa mchunga katika kutibu maradhi tofauti tofauti. Mti huu wa mchunga ni mti maarufu sana ambao unajulikana kwa jina hili la mchunga. Kuna wengine wanatumia mti huu kama mboga ya mchunga. Wewe kikwenu sijajua utakuwa unauhitaji, lakini nitapenda zaidi kama kuna jina ambalo unaita kikwenu utatuma hapo kwenye komenti ili tupate kujua majina mengi zaidi, lakini sisi tunauita kwa jina la mchunga. Mti unatumika katika jina la mchunga, wengine wanautumia kama mboga. Mti huu bwana unatibu mambo mengi sana katika masuala ya kutibu, lakini mti huu ni mti mmoja mbaya sana katika masuala ya kupiga. Mti huu unaweza ukafanya uharibifu wa kumfukuzisha mwenzio kazi. Kupitia mti huu unaweza ukafanya huu kuachanisha watu, unaweza ukafanya huu kumhamisha mtu sehemu, yale masuala mabaya mengi mti huu unaweza ukafanya. Na hilo swala likawezekana. Lakini mti huu bwana ni sumu. Mti ni sumu, unaua baadhi ya viumbe, si mwanadamu lakini viumbe kama mbwa. Kuna vitu ukifanya katika mti huu inaweza ikawa sumu. Lakini mti huu ni tiba moja mzuri sana sana sana. Kwanza unatibu asma, pumu, inatibu pumu mti huu. Lakini maradhi ya moyo ukiwa mpana pia unatibika na mti huu. Lakini leo nimekuja kwenu katika masuala ya pressure. Kwa yule mtu ambaye anasumbuliwa pressure, leo nimekuja kwenu na mti huu kwa lengo la kufahamisha dawa ya pressure. Pressure ya aina yoyote, ikiwa una pressure ya kupanda ama una pressure ya kushuka. Pressure ni kila mtu anayo, lakini wengine wana pressure kwamba ipo sawa sawa, pressure yake ipo sawa. Wengine wana pressure imeshuka, wengine wana pressure imepanda. Sasa mti huu kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu, kazi yake ni kuifanya pressure yako ikae katika saizi mzuri, ile saizi ambayo haitokufanya ushuke wala upande, yani utakuwa katika level mzuri. Huu ndo kazi yake. Nini cha kufanya? Cha kufanya, nenda katika mti huu siku yoyote, asubuhi utauchuma mti huu mwingi kiasi. Baada ya kumaliza kuuchuma mwingi kiasi, utarudi nao nyumbani. Baada ya kurudi nyumbani, utauanika mti huu sehemu ya kivuli, yani sehemu ambapo hautofikwa na jua. Huu unatakiwa ukauke, lakini kukauka kwake usikauke sehemu ya juani. Baada ya kukauka vizuri, utausaga mti huu upate unga wake. Kisha utatumia unga huo kijiko kimoja cha sukari asubuhi, kijiko kimoja cha sukari jioni. Utachanganya kwenye maji ya uvuguvugu ama utatumia uji mwepesi, lakini pia unaweza ukatumia maziwa. Nadhani hapo nitakuwa nimeeleweka. Utafanya utaratibu huo ili ukitaka ile pressure uiondoe kabisa na ukae vizuri, utafanya utaratibu huo kwa muda wa siku 21. Kwa wale ambao wanataka watulize, wanaweza wakatuliza kwa muda wa siku 3, dawa itawasaidia vizuri. Lakini kwa wale ambao wao wataona tabu kuanika na kunini, unaenda unauosha. Baada ya kuosha, unatumia hayo majani 3 asubuhi unatafuna na jioni 3 unatafuna. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, pressure yako itakaa katika usawa mzuri. Iwe ni pressure ya kupanda ama iwe ni pressure ya kushuka, kila kitu kitakaa katika mstari wake. Ndugu zangu, kama ambavyo nimesema awali, dawa ni nyingi sana. Kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tutajitahidi tulete dawa tofauti mno, za mapenzi, za biashara na kadhalika. Karibuni sana. Ni mimi Muallim Motomoto.